Masha akabaki kufikiria kwa sekunde. Msaidizi wa Mr. Alberto akahisi kama hajatoa maelezo yanayofaa, akamwambia tena, naitwa Rahul, ni msaidizi wa Mr. Alberto, anaomba radhi kwa. Haina haja, mwambie nimemsamehe, lakini kwa lazima polisi wajue. Masha akaanza kulia. Naam, msikilizaji, na hapo ndipo tulipoweza kuishia katika sehemu ya kwanza. Nini kitaendelea? Nini kitajiri? Basi ungana nami katika sehemu hii ya pili kwenye hii simulizi nzuri na tamu ambayo inakwenda kwa jina Love at First Sight. Bwana mwandishi Nash Stories anapatikana kwa simu 0773792227. Karibu. Rahul akamchukua haraka, akamweka ndani ya gari, akaanza kuongea naye sasa kwa utulivu, huku anamwambia samahani bosi wake, akamsihi sana Masha sende huko kumshtaki. Rahul akamwambia Masha, Alberto anasumbuliwa na ugonjwa wa hisia, humkuta mara chache sana kwa miaka, na hiyo ndiyo kama tiba yake. Masha akasema, napata faida gani kama nisipokwenda kushtaki? Rahul akamwambia, nimepewa kibali cha kukupa kila kitu unachokihitaji, nitakuhudumia chochote kile, utalipwa kiasi kikubwa cha pesa na kila kitu. Masha katabasamu kwa mbali, hakuonesha kwa Rahul, akasema moyoni, asante Mungu, mbona kirahisi sana hivi? Akakubali, akamwambia Rahul, sawa, nimekuelewa. Ukienda kinyume, nitakwenda kukushtaki polisi. Tena nitawashtaki nyie wote. Na huyo sijui Alberto yupo wapi? Rahul akamwambia, amerudi nyumbani mara moja, atachukua muda kidogo kuja tena huku Tanzania. Naam. Wakati Rahul anaondoa gari hapo, ndio muda ambao Vicky alikuwa anatoka ndani ya hoteli taratibu, anajikokota kuondoka hapo. Tumbo lake lilikuwa lina maumivu sana, miguu yake inatetemeka, bila hata kujua kuwa Masha ametembelea shida yake. Akaondoka kwenda nyumbani kwao, hata hamu ya kwenda chuo hakuwa nayo. Alifika kalala, tumbo linamuuma sana, alilia mno. Alilia mpaka usingizi ukampitia. Hakuwahi kuwaza eti ipo siku atabakwa tena ndani ya hoteli kubwa kama ile, hoteli nyota 5. Aliyoamini hapo hakuna wahuni, kuna watu wenye hadhi sana, kuna watu wenye pesa zao, watu wenye hadhi ya juu mno. Vicky aliamka jioni baada kusikia makelele yamekuwa mengi. Masha ndo amerudi na mizigo kibao inashushwa kwenye taksi. Vicky akabaki kushangaa tena imekuaje. Akamwambia, wewe Vicky, changamka bwana, hebu katoa vitu kwenye gari huko, afu mbona kama unalia vipi? Vicky akamwambia, mie nipo sawa tu. Nipo sawa tu mbona? Mama Masha akamwambia, huyu leo hajaenda choo na karudi hayupo sawa, anaumwa. Vicky, nenda kapumzike. He, mama, akapumzike? Halafu nani ashushe vitu? Masha kafoka. Yaani swala la Vicky kwenda kupumzika kwake ilikuwa kama kero. Masha, mbona upo hivyo? Vicky, nenda, nitabeba mimi. Mama, acheni, nitavirudisha. Majitu nataka kuyaokoa na njaa, yanajisahau. Sipendi. Yaani wewe mtu mzima ufanye kazi wakati kijana yupo, acha, nitavirudisha. Vicky akashangaa, kwani Masha na shida gani? Akasema basi isiwe shida,
mimi nitabeba, hata usijali Masha. Masha akamwambia, ndo ubebe, sio utabeba, bado umesimama sehemu moja. Viki akaenda kushusha mizigo, analeta ndani hivyo hivyo. Alikuwa anaumia sana, bado alikuwa na maumivu chini ya tumbo. Mama, kuanzia leo mie sintoishi hapa tena, ila nitakuwa nakuja kuwaona. Unaenda wapi tena? Masha, huishi matatizo mwanangu. Mama, safari hii sio matatizo. Embo ugeni twende niwapeleke kwangu, halafu nitawaambia. Wewe Viki, embo jiandae. Gloria yupo wapi mama? Naam. Gloria ni mtoto wa Masha ambaye alimzaa akiwa chuo mwaka wa kwanza. Mama yake akamuuliza, unataka ukaishi naye huko kusikojulikana? Masha akasema, haka. Niende naye wapi? Atabaki hapa hapa. Ukimshindwa ataenda kwa baba yake. Viki akainuka zake akaingia ndani. Masha akamfuata. We vipi, unaumwa? Viki akasema, ndiyo. Akamuuliza, umefanya nini? Niambie ukweli, unaonekana kabisa haupo sawa. Viki akaanza kulia, alilia kweli kweli. Akamwambia Masha, mie leo nimebakwa. Masha alishtuka, akasema, Mungu wangu, na nani? Viki akasema, simjui hata ni mtu wa aina gani. Hukumuona? Masha akamuuliza huku anakaa sawa. Masha, naumia. Hebu nieleze ilivyokuwa mwanzo hadi mwisho. Ujue mie pale nilijua mama anakutetea tu kama kawaida yake pale. Viki akaelezea mwanzo mpaka mwisho tukio lilivyokuwa. Mungu wangu, kwa hiyo sura yake hauikumbuki? Sijaiona hata, wala siko makini nayo, lakini nimesikia hicho chumba amelala tajiri sijui kutoka Los Angeles. Mimi nataka nikamshtaki tu, itajulikana huko huko. Mungu, wewe unaamini tajiri akubake wewe? Kwa lipi shogangu ulilonalo eti? Yaani wewe unachekesha ise. Viki anataka apate faraja. Masha ndo kwanza alicheka mpaka kashika na mdomo. Sikia nikwambie Viki, usiende polisi kwanza. Mimi nitakutafutia mtu aliyekufanyia ujinga na tutamfunga, sawa? Nimepata mwanaume ana hela sana, tutamtumia huyo. Nashukuru Masha, asante sana. Haya, jiandae twende ukapone kwangu. Naam, msikilizaji, mambo yanazidi kuwa moto, mambo yanazidi kupamba moto kweli, mambo yanazidi kuwa fire. Bwana, tuendelee. Wakajiandaa kwenda kwa Masha alipoambia kuna nyumba yake. Baada ya kujiandaa, ilikuja gari kumchukua. Alikuwa ni dereva wa Rahul pamoja na Rahul mwenyewe. Mama yake alipomwona mzungu akashangaa kwa sauti ya chini chini, akamuuliza, we Masha, unatembea na mzungu? Akasema, bwana mama, huyu kijakazi wake tu, hata sikutishe bwana, tuingie. Rahul akamwangalia sana Masha kiasi fulani, tangu amjue hajampenda kabisa. Ni vile tu ndo bosi wake amejichanganya hapo. Licha kuwa Rahul ni mzungu, lakini kabla ya kuja Tanzania walihakikisha wanajifunza vyema Kiswahili, maana ndio lugha ya taifa, sehemu waliohitaji kuwekeza. Naam, safari ikaishia kwenye jumba moja la kifahari. Mama Masha alibaki mdomo wazi, akamwambia, we Masha, hii nini Mungu wangu? Akamwambia mama, usishangae, hii ndio nyumba yangu, yani ya kwangu, nimenunuliwa na mchumba wangu mama. Mama yake akamwambia, mchumba gani huyo ambaye mimi simjui? Tulia mama,
yupo Marekani, atakuja siku sio nyingi, utamwona. Vicky ilikuwa yake macho tu, hata kuuliza neno lolote lile. Masha akamwita pembeni akamwambia, usije kumwambia mtu kama ulibakwa Vicky. Unajua ni aibu. Sawa sawa, haina shida. Wala mama. Sawa. Wakarudi kwa wengine walipowaacha. Vicky akawa bado hayupo sawa, hata tembea yake ilikuwa bado kuumiza miguu yake, haibani vizuri. Rahul akawa anamwangalia sana, moyoni akajiuliza, huyu mtu mbona kama anaumwa, hayupo vizuri? Masha akaona jinsi Rahul alipokuwa anamwangalia Vicky, akajiuliza moyoni, kwa nini huyu anamwangalia sana Vicky, au anamjua? Akaona hapa, ngoja nicheze kitu, la sivyo nitamkosa huyu tajiri Alberto. Na wakati huo Masha hata sura ya Alberto haijui kabisa. Akamwita Rahul pembeni. Sikia nikwambie wewe, mwambie huyo bosi wako anioe, maana kaniharibia mambo yangu mengi sana. Rahul akacheka kidogo. Moyoni akasema, sikuwahi kujua kama wanawake wa Afrika wamejawa tamaa kiasi hiki. Huyu ni gold digger huyo. Mbona Alberto amejichanganya sana? Masha akasema, kwani nachekesha? Rahul akamwambia, madam, naomba utulie. Akirudi huku boss, mtayaweka sawa yote. Alichonambia mie nimefanya. Umetaka nyumba hii, gari utapata, na kila kitu. Amenambia nikupatie habari za ndoa, msubiri akija. Rahul alimjibu kistaarabu kwa sababu anaamini huyu ndiye mtu aliyemsaidia maisha ya bosi wake. Wakarudi ndani taratibu, wameongozana, lakini moyoni Masha hakuwa anajiamini kabisa. Akili ilimwambia, sasa utaweza kuficha mpaka mwisho? Oh no, nafanyaje mimi? Ndio nilibakwa na sio Vicky, ni mimi. Akawa anajisemea mwenyewe tu. Wakati wote wapo ndani wanasherehekea, maana Masha aliarika na rafiki zake wa chuo na hata mtaani waje waone jumba lake hilo jipya, limenunuliwa ndani ya masaa machache tu na gari kali la bei mbaya kwelikweli. Kila mtu alikuwa anashangaa mambo ya Masha kubadilika ghafla. Maisha yamemnyokea kama uyoga unaoota kwa sekunde chache. Vicky alitoka nje, hakuwa hata na mudi ya kusherehekea. Rahul naye alitoka nje, alikuwa anahitaji kuvuta sigara. Wakati anawasha sigara, akamwona Vicky amekaa pembeni ya bwawa la kuogelea. Taratibu Rahul akamfuata. Naweza kukaa nawe? Yeah, kaa. Karibu, kaa. Vicky alifuta machozi haraka. Rahul akaona akamuuliza, unalia? Vicky akasema, no, ni baridi tu na huu upepo, huku anajichekesha. Rahul akatoa Big G akampa, huku anamwambia, haupo sawa Nimekuona kama unaumwa hivi. Vicky akasema, hapana, mie hata siumwi. Rahul akamwambia, kama utahitaji mtu kuongea naye, mie nipo hapa karibu. Vicky akamjibu, sawa, usijali. Rahul akainuka, kabla hajapiga hatua aligeuka akamuuliza Vicky, Masha ni dada yako? Ndio. Rahul akacheka kidogo, akawasha sigara yake, akaondoka hapo. Vicky naye aliinuka kurudi ndani. Naam. Gloria alikuwa analia, mama yake yupo bize tena na sherehe, hata kuwa na muwaza mtoto. Vicky ikabidi amchukue
ili ampeleke kwa mama yake. Wakati amembeba anapiga hatua kwenda alipo Masha. Masha aliona na akajua kabisa analetewa mtoto. Akachukua chupa ya pombe aliyokuwa ameshika akampa rafiki yake, akaanza kuja upande wa Viki, na muda huo Rahul naye akawa ametokea. Viki akamwambia, nilikuwa nakuletea mtoto, analia. Rahul akamuuliza Masha, kumbe una mtoto? Bwana msikilizaji, mambo yanazidi kupamba moto. Simulizi ndo kwanza imeanza kuchangamka. Yaani mwanzoni tu mambo yamezidi kuwa ni moto kweli kweli. Basi bwana, Rahul akamuuliza Masha, kumbe una mtoto? Sura ya Rahul ilionyesha mshangao ambao hata Masha aliuona. Akacheka akasema, sio wangu bwana, ni mtoto wa Viki. Haya, nenda kwa mama Jie, mimi nipo bize kidogo. Viki akabaki mdomo wazi. Hata mama yake aliona vizuri jinsi Masha alivyomkana mtoto wake, wote wakabaki midomo wazi. Masha alikuwa anajichekesha sana. Rahul akakumbuka wakati anaongea na Alberto, alimwambia kuwa msichana huyo amemkuta akiwa bikra, yeye ndiyo amemharibia sana, kwa hiyo amjali zaidi hata Malkia. Ndio sababu kidogo alishangaa kuona huyo bikra eti na mtoto. Masha naye ana machare akarudi cha. Viki ikabidi tu atoke na huyo mtoto nje, maana alikuwa analia sana. Mama yake akamuita pembeni akamuuliza, wewe Masha, una akili? Kwa nini unakata mtoto? Mama jamani, mambo ndo kwanza leo yameanza, mtu aanze kuona mizigo. Hebu tulia basi, huyo ni mwanangu tu. Kwani nikisema sijamzaa ndio inakuwa kweli sijamzaa? Jamani, wewe mbona unavuka mipaka sana? Mama, usiniharibie siku. Emu malizeni mwende kwenu. Mama yake alisikitika tu, maana mtoto ndo wake, hana pa kumpeleka. Viki aliona hawezi kukaa hapo tena. Kwanza yupo bohadi sana. Aliamua kuondoka bila hata kuaga. Wakati anatoka getini, Rahul akamwona, akamfuata, akamuuliza, unaenda wapi? Viki akasema, naenda home. Akamwambia, kwa nini? Nimechoka tu kuwa hapa, nataka nikapumzike. Okay, naweza kukupeleka kama hutojali? Bwana, asante, hata usijali, mimi nitafika. Hapana, nataka kukupeleka mimi tafadhali. Jamani, haya. Rahul alijikuta tu anamkubali Viki, maana hafanani hata kidogo na Masha kwa tabia mpaka muonekano. Viki na Ji wakapanda kwenye gari la Rahul. Rahul hakupeleka nyumbani, aliopeleka kwanza kwenda kula. Stori za hapa na pale. Viki naye akajikuta na mzoea Rahul. Rahul akamuuliza baba wa huyo mtoto yupo wapi? Viki akacheka tu akamwambia, ipo siku atamuona, hata sijali. Baada ya kula, Rahul ndio akawapeleka moja kwa moja, na tayari ilikuwa usiku. Rahul akawacha na kuondoka zake. Siku iliyofuata Masha alikuja nyumbani kwao, akamwambia Viki, nataka tuongee na wewe. Wakatoka nje wawili. Masha akamwambia, nishamjua aliyekubaka Viki. Viki alishtuka. Zilikuwa taarifa kidogo za kutisha kwake, hakuwa anazifurahia hata kidogo. Sitaki kumjua Masha, acha, ili hali naishi, mwache wala sihitaji. Yaani wewe bwana, kwa hiyo kwa vile sio tajiri ndio humtaki Ile ulivyokuwa unajua ni yule sijui tajiri nani, ulimtaka ili ulipo pesa Viki akatabasamu kidogo kwa uchungu. Sipo hivyo Masha,
wala sihitaji tu kumjua. Sasa kwa taarifa yako, ni yule mlinzi, yule anayekutaka wewe kila siku. Ndiyo hiyo siku baada ya mtu aliyechukua chumba kuondoka, yeye alijua wazi utakwenda pale, ndiyo sababu aliingia ndani kukusubiri. Pole dada, bora hata ungemkubali kuliko amekula uroda bure. Haya, kwa heri. Masha akaondoka zake. Viki kichwa kama kilianza upya kumuuma. Eti aliyembaka ni mlinzi, mbona haingia akilini? Yule mlinzi kwa nini ambake? Anakumbuka mtu alikuwa mwembamba mrefu na yule mlinzi ni mwembamba mrefu. Aliwanisha picha kwa mbali ikaja. Mungu wangu. Viki aliingia chumbani, ndiyo alilia sana. Masha akamfuata chumbani akamwambia, sikia Viki, wewe mkaushie tu, wala usimuulize au kumwambia kitu, sawa? Maana utampa kichwa mjinga huyo. Sawa, nimekuelewa. Moyoni Masha akasema, yes, dili lake limeenda sawa. Kwisha kabisa. Maliza chuo, uende kwenu, sikuhitaji karibu yangu tena Viki. Akaondoka huku anajisemea mwenyewe. Naam. Maisha ya Masha sasa ghafla tu alibadilika, akawa mtu mwenye pesa. Hata chuo aliacha, hakujali kumalizia. Pesa ipo, hakuna kitu alikuwa nakosa. Magari kubadilisha kila siku, simu za gharama, viwanja vya bei mbaya, kote alipita. Waliomdharau alihakikisha wanamsalimia kwa kutetemeka na kukumwogopa. Pamoja na yote, aliona hawezi kutoboa mpaka jambo lake la ndoa lipite, iwe isiwe, lazima aolewe na Miss Alberto. Kama sio hivyo, aliona hawezi kutoboa. Hali ya Viki ilikuwa inabadilika siku hadi siku. Hakuacha kuumwa. Siku zilivyozidi ndio alizidi kuumwa vitu visivyoeleweka. Alikuwa kulala tu ndani. Akijitahidi kwenda chuo, ndo hali inazidi kuwa mbaya, na alikuwa mwaka wa mwisho kumaliza. Alikuwa akijisomea sana. Naam. Siku moja aliamka asubuhi, akamua acha tu aende hospitali. Kama kuathirika basi atakuwa ndio ameathirika hivyo. Hakuwa na muamini aliyembaka. Kwanza kwa sifa za yule mlinzi, alikuwa muhuni sana na kila mtu anamjua. Akaondoka kwenda kituo cha mbali na nyumbani kwao. Sasa wakati anaingia kwenye kituo cha huduma, Masha naye alikuwa kwenye heka zake. Kwa mbali akamwona mtu kama Viki hivi, akasimamisha gari yake kumtizama. Alikuwa ni yeye mwenyewe. Masha akajiuliza, kwa hiyo amepata pesa hospitali eh? Mama alivyokuwa ananipigia kelele kila siku nimpe sijui mwenzangu hela. Akasogeza gari yake pembeni, akawa anamwangalia Viki. Viki akaingia mpaka kwa dokta. Ni kituo cha mtaani tu, hata iko hospitali. Akamwelezea dokta anavyojisikia. Aliandikiwa vipimo vingi, kati ya hivyo vipimo na mimba aliwekewa. Akaenda maabara. Baada ya muda majibu akatoka. Maisha upande wa pili akamgeukia Viki. Alikuwa na UTI pamoja na ujauzito. Viki akamuuliza dokta, "Are you sure?" Dokta akasema, "Ndiyo, majibu vipimo ulivyopima." Viki akasema sawa. Akatoka akiwa hata jamini. Alipita duka la dawa akanunua UPT ili akapime mwenyewe nyumbani. Wakati yote hayo anafanya, Masha alikuwa anamfuatilia. Bwana, ya mambo yanazidi kuwa moto, mambo yanazidi kuwa fire. Je, itakuwaje?
mambo yataendaje? Bwana, sema hadi kufika hapa sina la ziada. Tukutane katika sehemu ijayo na itakuwa ni sehemu ya 3 niliyokusimulia. Naitwa The Don. Bwana, bye bye.